Habari, karibu tena katika makala zangu, na siku ya leo nimekuandalia makala inayohusu vitu ambavyo hutakiwi kumwambia mwanaume, vitu ambavyo mwanamke hutakiwi kumwambia mwanaume kamwe. Kama yeye ndo atakuwa mwanaume ambao umemchagua wewe, unatakiwa uwe makini sana, usimweleze vitu hivi. Vitu ambavyo mwanamke hutakiwi kumwambia mwanaume ni pamoja na: mwanamke hutakiwi kumwambia mwanaume wako stori za zamani au mambo uliyoyaishi kwenye mahusiano yaliyopita. Kamwe hutakiwi kujadili naye kuhusu mahusiano yako yaliyopita, kwa maana vitu ambavyo vilikupelekea wewe kupata miemko, kupata maumivu au kulinganisha au jambo lolote linalohusiana mahusiano yako yaliyopita. Kwa mfano, mnaweza kuwa kwenye mahusiano na akataka kufahamu kuhusu ulikotoka, ulikuwa na nani. Una uwezo kuelezea kwamba mimi nilikotoka ni hivi, nilikuwa na fulani, bila ya kuelezea alikuumiza wapi, alikufanyia kipi, ulilia vipi na nini, kwa sababu vitu hivyo vitakachofanya vitaathiri uhusiano wako wa sasa hivi, kwa sababu hayo maneno utakayomwambia ndio yatakaa kichwani mwake kuhusu wewe. Jambo lingine ambalo mwanamke hutakiwi kabisa kumwambia mwanaume kwenye mahusiano ni pamoja na stori mbaya ambazo watu wamekufanyia wewe. Kwa mfano, unaweza kuwa kuna watu walikuumiza, labda rafiki, ndugu, mtu yoyote alikufanyia ubaya fulani. Hivyo vitu hautakiwi kumwambia mwanaume wako. Kwa sababu gani? Hivyo vitu vinaelezea jinsi gani wewe una kiwango cha kuvumilia, kiwango cha kutokuvumilia labda mambo yako ya maisha. Kwa mfano, inaweza ikatokea kuna mtu labda alikunyanyasa wewe, alivyokunyanyasa wewe ulilia, ukaumia, lakini haukuwa na namna, ukaendelea kuwa naye. Kwa hiyo moja kwa moja inampa picha yeye kwamba kumbe huyu naweza nikaenda mpaka kiwango fulani, na nikifika kiwango kile ana uwezo wa kuvumilia, kwa sababu yeye ni mtu ambaye mvumilivu. Kwa hiyo jitahidi sana usielezee yale mapungufu yako wewe ambayo kwa namna moja au nyingine anaweza kuja kuyatumia dhidi yako wewe mwenyewe. Lakini jambo lingine ni kwamba hutakiwi kushare naye udhaifu wako ule mkubwa wa ndani kwenye nyakati zako ambazo kama huwezi kuzisahau. Kwa mfano, kuna watu wengine wanaweza waka-overshare. Labda let's say kuna mtu anaweza akasema kwamba mimi nilivyotolewa labda bikra nilibakwa, au mimi nilivyokutana na fulani alinifanyia hiki na nini. Vile vitu utamwelezea wakati mko mapenzi, lakini ni vitu ambavyo vitakaa kwenye kichwa chake, ni vitu ambavyo yeye atakuwa anavikumbuka mara kwa mara. Kwa hiyo ni vizuri kutumia muda ambao mko naye au muda ambao mpo katika penzi lenu kujadili mazuri yako wewe, vitu vyako wewe vinavyokujenga. Hiyo itamsaidia sana yeye kukuona wewe ni uko imara, thabiti, lakini ni mtu mwenye mtazamo chanya. Jambo lingine ni kwamba utakiwi kumwambia mwanaume wako vile vitu ambavyo vilikutesa, alafu baadaye ukaja kugundua kwamba ni vitu ambavyo umepona. Yani kwa mfano nikuelezee. Tuchukulie mfano, labda kuna mwanaume alikuacha kwenye maumivu makali, alikuacha wakati wewe unampenda sana. Sasa hutakiwi kumwelezea huyu mpenzi wako mpya kwamba bwana ex nilimpenda sana, yani hivi na hivi na hivi, lakini akaniacha wakati mimi penzi langu bado kwake lipo. Ili nichukua kama miezi 6 au miaka, niliumia sana, yani mpaka sasa hivi siamini kama kweli nimepona. Kumbe umepona. Kwa hiyo hukutakiwa kujadili yale maumivu na yeye. Kwa hiyo kitu ambacho kitakaa kwenye akili yake kwamba huyu ex alimpenda sana, yani mpaka kuja kuwa na mimi ni kwa sababu tu ilibidi apambane kupona ndo awe na mimi. Kwa hiyo tujitahidi sana kwenye mahusiano kuwa watu ambao ni very positive. Kwa mfano, unaweza kumwelezea ujuzi uliokuwa nao, mambo ambayo yanakufurahisha, safari nzuri ambazo umewahi kufanya, vyakula vizuri ambavyo unapenda na nini, ili kwenye kichwa chake akuone kwa mtazamo ambao ni positive, kwa sababu hakuna sifa kwenye hivi vitu ambavyo vimekuangusha wewe, vimekuumiza wewe. Kwa hiyo ni vizuri wakati unajenga mahusiano, lakini pia unajenga furaha.
Usisahau ku like, comment, ku subscribe to my channel. Nawapenda sana.